Mtazamaji wangu, ninapenda kukusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Niite mchungaji Patrick Sibo Mazonga Bingo. Moja kwa moja ningependa tushirikiane tena kwa neno fupi sana, ili nikakuweke mahali ambapo hakika utapata utetezi bila kusumbuka. Wacha tuende moja kwa moja katika kitabu cha Danieli hapa 6 ni mlango na kifungu ni cha 10, ili ukapate kutolegea katika hali ambazo unazikuta hapa ulimwenguni, isikufanye wewe ulegee kasi yako ya kufanya mambo ya Mungu. Hata Daniel alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwishwa kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake, kama ilivyokuwa akifanya kutokea hapo nitapaka hapo, kwa sababu nataka nikutie moyo ewe mtazamaji wangu wa kwamba huu ni wakati Danieli alipopatiwa vitisho. Ninakusihi ya kwamba wewe uliyeokoka, ikiwa unajua Yesu ni Mwokozi na ni Bwana wa maisha yako, basi lisitokee lolote ambalo litakufanya yale ya wokovu yaliyokuwa ukiyafanya uyasitishe ama uyaache. Hii tabia imeambatana na watu wengi. Wakati wakisikia matatizo ama wakitangaziwa vita fulani vidogo vidogo, hawa wanalegea kamba. Lakini pointi yangu iko hapa, yani Danieli aliposikia yale maneno ya kuwa asimwabudu Mungu wake, basi yametiwa sahihi, yeye hakulegeza kamba. Akasema ati sasa mimi nimesikia hayo, akaanza kushika tama na kufikiria. Usifikiri lolote, kwa sababu mikononi mwa Bwana umo, na utetezi wako utaupata ukiwa hutalegeza kamba yako ya kufanya yale uliokuwa unayafanya. Lakini sisi wakati mwingi tunafanya mambo ambayo si sahihi tuyafanya. Tukiona vitisho fulani, tukiona mambo fulani kidogo, tunaacha kufanya zile kazi za Mungu ambazo ni tuzifanye. Umeacha kufunga, umeacha kutoa, umeacha kuatendi kanisani, umeacha mambo mengi kwa sababu umesikia kwamba kuna hili na lile na hili. Hayo yasikupate ewe Mkristo, ili utetezi uupate. Utetezi Mungu anakuangalia tu uwe unaendelea. Yani ukiangalia hata ukisoma vizuri kule Agano lile Jipya, utakuta Paulo na Sila hawakuangalia mapigo. Walimsifu Mungu gerezani, huku wanaumia, wamechapwa, wameteseka, lakini wakamsifu Mungu wao kama desturi yao kule walipokuwa wakipiga Injili, na Bwana na malaika akafunguliwa. Danieli naye aliposikia kwamba muhuri imewekwa kuwa atime tundu la simba, yeye hakutishika, alimjua Mungu wake na akaendelea kumwabudu Mungu usiku na mchana, yani mara 3 kwa siku, kama vile alivyokuwa anafanya kitambo. Usisitishwe ni hizi tabu ambazo zimetangazwa kwako. Mkristo mwenzangu usilegee, mchungaji usilegee, mshirika usilegee, endelea mbele, nawe utamuona Bwana akitenda makuu ndani ya maisha yako. Mimi nakupasha habari tu kwamba lolote lilokuwa limetangazwa kwako baya, limekulenga, ujue wewe una Mungu, wewe mtumishi wa Mungu, na Mungu atakutetea. Maana ukiokoka uko mikononi mwa Mungu. Usilegee kufanya yale ya Mungu ambayo ulikuwa unayafanya kwa sababu umetishwa kwamba kuna kile na lile. Endelea mbele. Mimi sitatishwa, nitaendelea mbele, manake Mungu wangu ndiye mtetezi. Aliye mikononi mwa Mungu, hakuna yoyote aliye na uweza wa kumponya Mungu mikononi mwake.